Okay, kwenye video hii sasa nitaenda kuelezea namna ya kuanza kuingia sokoni, inamaanisha namna ya kuanza kutrade hizi meme coins. Kwenye video ya kwanza nilielezea namna ya kutengeneza account, video ya pili nilielezea namna ya kudeposit na sasa namna ya kuweza kuanza kutrade. Yeah. Ili uweze kuanza kutrade, umesha deposit mtaji wako, unaonekana kama hapa na mtaji wako tayari unasoma kama ambavyo unasoma hapa. The first step ambayo utaweza kuifanya ni kwenda kwenye community yetu, kwa sababu kwenye community huku tunakuwa tuna share signals mbalimbali za watu kuweza kubai. Kama unavyoona watu wanakuwa wana share some profit, pia tunakuwa tuna share some profit ambazo tunakuwa tunazitengeneza. As you can see, tunakuwa tuna share signal mbalimbali pia. Sasa signal ni nini? Signal kwenye meme coins trading tunatumia contract address. Mfano mzuri kama hii ni contract address. Kwa hiyo utaona tumeshare kitu kama hiki, tunatuma kama hii, tunakwambia buy this. Tukikwambia buy this, tunakuwa tunakupa na entry kwamba utabuy around kwenye zone hii. Sasa ushaelewa vizuri hadi hapo? Let's say tunaweza kusema labda buy labda kwenye 30k, kwenye 20k, kwenye 50k au below, aidha kwenye 2 point ngapi k, kutegemea na ile ambayo tunakuwa tumehitaji kwa muda husika. Kwa jukumu lako sasa itakuwa ni kucopy contract. Ukishaicopy then unakuja kwenye Jupiter wallet yako. Ukishafika kwenye Jupiter wallet yako una click hapa kwenye walipoandika pro hapa chini, hapa kwenye pro una click. Ukisha click unakuja kuisearch ile contract ya token husika. Ukishaisearch inafunguka kama hivi, then unakuja una click again. Baada ya kuiclick inakuwa hapa tayari imeshafunguka as you can see. Jambo la kwanza la kulifanya utakapo click to buy, unatakiwa kuseti mtaji wako. Hapa sasa kama tunavyojua tunatakiwa kuingia sokoni kuanzia kwenye 10% ya mtaji wako. Mfano pale mimi nina dola 50 nimedeposit, maana yake natakiwa kuingia kwa dola 0. Natakiwa kuingia kwa dola 5 maana yake. Sasa lakini kwa sababu ni video ya mfano nitaandika amount ndogo zaidi. Let's say hapa nitaseti 0.01. Ile ambayo utaiseti mara ya kwanza ndiyo itakuwa inatumika automatically all the time. Kwa hapa mimi saizi trade zangu zote nitakuwa naingia kwa 0.01 Solana, sio dola. Hii 0.01 in term of Solana, lakini inakuwa ina equivalent. Namna gani ya kujua equivalent? Ni jukumu lako kwenda kutumia calculator, unaangalia bei husika ya Solana then amount ambayo unatakiwa kuingia. Haya ni mahesabu tu ya calculator kawaida, kila mtu anaweza kuitumia, sawa. So baada ya hapo nimesha set amount ambayo nimesema itakuwa inatumika kila muda hata kwenye trade za mbele, then una click buy. Ukisha click buy kama unavyoona tayari hapa imeandika success. Kwa kuwa imeandika success, then hapo una scroll tu chini kuweza kushuka. Hapo unabonyeza tu cancel, then unabonyeza hapa kwenye portfolio. Ukija kwenye portfolio hapa sasa kwa haraka as you can see nimebuy kwa 0.8, nimebuy zile token zenye thamani ya dola 0.84. You understand? Manake hii ndio portfolio ambayo niko nayo sasa hizi, na kama unavyoona saizi mara ya kwanza nilikuwa nina Solana peke yake hapa juu, saizi kuna hizi token zimeongezeka hapa juu. Sasa utawezaje kufuatilia portfolio yako kuweza kujua kama una profit au una loss? Utaiclick coin husika hii hapa. Ukiklik kama hivi hapa itakuwa inakuonyesha kwamba hadi saizi una profit ya ngapi au una loss ya ngapi. Mfano mzuri hapa inaonekana toka nimebuy kuna loss ya dola ya 2.4 kama unavyoweza kuona. Kwa kama kuna profit ya 50%, 100%, 200%, utakuwa unaiona hapa pia. Na unaweza pia ukawa una share na mimi kabla ku close au ukiwa na profit ili niweze kushare na wengine pia. Una click tu hapa kwenye share, then hapo una click kwenye save. Click hapa kwenye save, maana yake picha husika accordingly itakuwa inajisave, then itakuwa inaenda kwenye picha zako, unaweza ukanitumia pia, au ukija hapo unaweza tu ukaiclick hivi alafu uka screenshot kama hivi tap, alafu ukanitumia pia. Ni njia nyingine rahisi pia, una click tu kwenye trade husika hapa, then una screenshot. So this is how we enter trade. Ukitaka kurudi kule kwa mwanzoni kama kawaida tena una scroll down, then unarudi tena kwenye portfolio yako as usual kama unavyoweza kuona hapa. Again ukitaka kwenda kuangalia result pia una click, inaweza kukuonyesha tena vile vile. You understand hadi hapo? Hivi ndivyo namna ambavyo tunakuwa tunaingia trade. Kitu ambacho inatakiwa speed. Sisi tunafanya scalping. Utakapoona profit unatakiwa kutoka haraka, na utakapoona kwamba umelizika na profit unatakiwa close trade haraka. Kwenye clip ambayo inafuatia naeleza namna ya kuweza kuclose. This is Jimmy Ja from CMX Trading. Okay, kwenye video hii sasa nitaenda kueleza namna ya kuclose trade yako au namna ya kusell. Kwenye video ya kwanza nilieleza namna ya kutengeneza account, video ya pili nilieleza namna ya kuweza kudeposit, video ya tatu nilieleza namna ya kuweza kuingia trade, na of course trade tuliingia pamoja kama mlivyoweza kuona ni ile ile. Sasa hizi tunaenda kuiclose sasa. Tuashumu zimepita dakika 2, dakika 3, zimepita sekunde kadhaa, trade yako imepanda, then unataka kuiclose. Kwa hiyo mimi nitaenda kuiclose kwa sababu ni video I mean kwamba tuliingia trade ya mfano, ndio maana niliingia kwa dola 0.8 tu, you understand? Yeah.
Kwa hiyo utakachotakiwa kufanya, utaiclick trade husika. Inawezekana hapo utakuwa na numbers of trade, utakuwa na trade nyingi nyingi, lakini utaiclick trade husika kwa code history na D na hii hapa printer, then utaiclick. Ukisha click trade husika, hapa itakuonyesha ile result, itakuonyesha change yake. Let's say kama imepanda kwa 20%, imepanda kwa 15%, imepanda kwa 50%, 100, 200 na umelizika unataka kuiclose, then utaiclick trade husika. I mean then uta-click tu kwenye sell. Ukisha click kwenye sell, sehemu muhimu zaidi ni kuweza kuidrag hii puzzle kama unavyoweza kuona, unaihold alafu unaivuta. Hapa inakuwa ina change in percent. Mfano hapa iko na 51%. Kwa hiyo nikiuza maana yake nitauza nusu ya zile token. Mara ya kwanza utakuta inakaa kwenye 25% hapa by default. Kwa sasa hapo utatakiwa kuipeleka mpaka 100%. Maana yake unataka kuuza token zote. Alafu baada hapo uta click sell. Utakapo click sell, inadai password, lakini kuna muda itakuwa na kudai, kuna muda itakuwa ikudai. Then kama unavuna sell ime success na ile trade hapa ionekani tena. Baada hapo unavuta una scroll, unavuta chini hivi and boom, nimeshafanikiwa kuuza kama unavyoweza kuona tayari. Pesa yote imerudi tena kwenye Solana yangu. Sasa kitu kingine cha mwisho ambacho nilikuwa nataka najua watu wengi walikuwa na trade jana na juzi walikuwa wafanyi. Kuna sehemu wameandika hapa claim your fund notification, I mean claim your funds. Kuna baadhi ya vila vidogo vidogo vinakuwa vinakaa kwenye wallet, kwenye kila token ambayo unakuwa unabuy, wallet inakuwa inashikilia, inakuwa inavishikilia. I don't know, nashindwa kuvielezea, lakini inakuwa inavishikilia. Ni jukumu lako sasa kwenda kuviclaim. Vinaanzia kwenye $0.17 mpaka 0.2 kutegemea na bei ya Solana. Sasa kuna muda itaonekana hivi na kuna muda inakuwa haionekani. Ikionekana hivi una click tu hapa kwenye claim, then umeona hapo kuna $0.17, ukicontinue then ukaconfirm inakuwa claimed. Sasa kuna muda mwingine hapa inakuwa haipo, tuashumu inakuwa ionekani. Haijalishi umefanya trading ngapi, utakavyofikia hapa kwenye manage tokens hapa, automatically utakuja kuziona hapa zimejipanga. Kama kuna token 7, 10 ulikuwa umezitrade, utaona vimejipanga hapa. Kwa kuna muda fulani kama ulifanya trade nyingi utakuta una dola mpaka 1, 2 hadi dola 5 zinakuwa zimekaa huko, kutegemea na number of trade, kwa sababu kila moja nimesema inakuwa na average ya around kwenye dola 0.17 mpaka 0.2. Kwa uta click claim, hapa itakuletea list ya coin. Sasa sisi kwa kuwa tumetrade printer ndo coin ya kwanza, then uta click continue. Baada ya click continue, then uta confirm. Baada ya kuconfirm, kama unavyoona hapa nimekuwa na dola 50.01 wakati ilikuwa nasoma 49.9 something. Kwa kuna amount vimeongezeka ambavyo vimetoka kule, then here we are. This is Jimmy Jia from CMX Trading. Kwenye video ambayo inafuatia nitaelezea namna ya kutumia DEX screen. Sasa kuangalia zile bei, watu wengi wanasema wajui namna ya kutumia DEX screen. Hii ni clip fupi ambayo inafuatia, nitakuja kuelezea pia.